Hallelujah. Amen. Praise Lord. Amen. Siku ya leo nafundisha mambo matatu. Nafundisha kuhusu sheria ya imani na upendo. Neema imecomprise ina imani na upendo ndani yake. Lakini sheria haina imani wala haina upendo ndani yake. Sheria inatufundisha kipi Mungu hakipendi. Lakini sheria haina nguvu ya kufanya kile ambacho Mungu anakitaka. Shalom. Wakati ninapofundisha hivi vipengele ni vya muhimu sana kukusaidia kusoma vitabu vigumu sana vya Injili. Sheria ndani yake hakuna ahadi wala haina utii ndani yake. Lakini imani imebeba nguvu ya mtu kutii. Imani imebeba nguvu ya mtu kutii. Alafu ndani ya imani kuna kitu kinaitwa ahadi. Kwa hiyo mtu akishika sheria asipokuwa na imani, sheria haina msaada kwake. Sheria inasababisha mtu kuona jinsi dhambi ilivyokuwa na nguvu. Lakini imani inakuonyesha jinsi msamaha ulivyo mwepesi kupatikana, jinsi utakatifu ulivyo mwepesi. Maisha ya utakatifu wengi wameyadefine kwa namna ngumu sana, wengi wametafsiri kwa namna ngumu sana. Lakini maisha ya utakatifu ni mepesi kupita kiasi kwa mtu ambaye ana Kristo ndani yake. If you have Christ, tayari una utakatifu. Kwa nini? Nimesema imani inabeba power ya utii. Katika sheria zote alizoachilia Mungu, wengi tunazijua sheria za kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 mstari wa 3 na kuendelea. Bwana asifiwe. Alafu tunazijua 10 tu. Lakini sheria za Mungu ni nyingi sana. Hizi sheria zinatuonyesha upande wa pili kati ya kitu ambacho Mungu hakipendi na anachokipenda. Yesu akasema sikuja kutangua torati, bali nimekuja kuitimiliza. Anaposema kuitimiliza, maana yake anaonyesha upendo kwa kutoa ili kupokea. Anayepokea ni mimi na wewe. Tunapokea nini? Tunapokea wokovu. Bwana asifiwe. Kwenye issue ya sheria ukaifananisha na upendo, ukichukua upendo ukauapply mahali ili upate return, una lose. Ndiyo maana watu wengi wameumizwa kwa kutenda matendo mazuri, lakini wanalipwa mabaya. Watu wengi wanabeba mizigo ya uchungu ndani yao kwa sababu upendo waliowekeza walitegemea return. Ukitaka nafsi yako isipotee, kubali kupotea. Ibrahim alipoambiwa kwenda mahali fulani, alienda kwa imani. Alafu Biblia inatuambia alienda asikokujua. Nguvu iliyoko ndani ya imani ni kubwa kushinda nguvu iliyoko inayotafutika, inayokusanywa kwa ajili ya kutimiza sheria. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2, Mungu akamwambia Adam, usile tunda la mti huu. Adam akala. Adam alikuwa kwenye utakatifu, si ndio?
Adam alikuwa hajui makosa ni nini. Nini kilichomfanya akakosea? Adam alikosa kitu ambacho kingemsaidia yeye kukwepa makosa. Hakuamini kwamba akila atakufa. Angeamini, shetani akija angesikiliza, lakini akamwambia hapana, mimi nimeambiwa nitakufa. Amekosa power ya kutii kile alichokisikia kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasikia matendo, utakatifu. Kwenye mindset, ukijihesabu kuwa mtakatifu kwa matendo, unapoteza utakatifu. Ukijihesabu kuwa mtakatifu kwa matendo, una lose utakatifu. This is a true gospel ambayo Paulo anaandika kwa Wagalatia kwa uchungu sana. Mara ya kwanza alihubiri Injili. Alipohubiri Injili akaondoka, watu wengi wakaweza kuokoka, wakapokea nafasi ya utakatifu, nafasi ya kuitwa wana. Matendo ya Mitume sura ya 13 na sura ya 14 inaeleza jinsi ambavyo watu waliamini wakampokea Kristo. Lakini baada ya pale wakarudi nyuma kwa sababu ya mafundisho ambayo yalisimama yakasema kwa imani tu haiwezekani mtu kupata haki. Kwa imani tu haiwezekani mtu kuhesabiwa haki. Bwana asifiwe. Unaelewa nini ninaposema hivi? Tunampendeza Mungu kwa imani. Sheria katika wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 56. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 56, neno la Mungu linasema, uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu za dhambi ni torati. The power of sin is law. Ni vitu vinachanganya, si ndio? Inakuwaje hii sheria imeletwa na Mungu mwenyewe? Wakati huo huo maandiko yanatuambia hivi. Andiko linatuambia kwamba kazi ya torati ilikuwa ni kutuleta kwa Kristo. Tukishakuwa ndani ya Kristo tumekuwa huru. Haleluya. Anaishi chini ya sheria ni ambaye hajamjua Kristo. Anaishi chini ya sheria ni ambaye hajamjua Kristo. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 3 na kuendelea, ziko amri 10. Amri 4 zinaonyesha uhusiano kati ya mimi na Mungu. Amri 6 zinaonyesha uhusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu. Lakini Yesu alipokuja akasema, mimi nawapa amri hii, pendaneni. You can fight as you can, lakini huwezi kumpendeza Mungu kwa namna ambayo unafikiria wewe, nje ya imani. Kwa nini alisema mpendane? Kwa nini alisema? Kwa sababu akisema mpendane, mpende jirani yako kama nafsi yako. Anaposema hichi kipengele, anazungumzia kwamba kuna maisha ambayo tunayo. Imani ni mlango wa neema kupatikana kwenye maisha yangu. Lakini upendo ni dira, ni namna ya kuishi ndani ya huo utakatifu. Ni namna ya kuishi ndani ya maisha ambayo tayari ni maisha ya neema. Ili kusudi umlinde jirani, umsaidie jirani. Ili kusudi usizurike wewe. Mungu akishakusamehe, akishatangaza msamaha kwa ajili yako, ukapokea wokovu, automatically wewe unayo haki. Nini kimebakia kwako wewe?
Anaposema kupendana, kuishi tukiwatazama majirani zetu vizuri, anamaanisha hali ya kuleta amani ndani yetu. Kristo alipokuja alitangaza ushindi. Kristo alipokuja alitangaza amani. Sasa hii amani naishije? Ni lazima upendo uwepo. But Mungu hata kuhesabia haki ya utakatifu kwenye upendo. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Biblia inatuambia, soma. Msije mkaniponda mawe lakini. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Imani inaendana na ahadi. Ndiyo maana wako watu wana injili ambao Paulo anaikemea, na injili hii ni injili ya kushika sheria, kana kwamba sheria inaweza katufanya tukampendeza Mungu. Na sheria maana yake ya kuoneka, ile kitabu ya Korinto sura ya 15 mstari wa 56 inaonyesha jinsi ambavyo dhambi inasapotiwa na sheria. Yaani nguvu ya dhambi ni sheria. Inaonyesha ugumu wa sisi wanadamu kuishi katika utakatifu. Na huu ugumu, jinsi ambavyo sheria inaonyesha, ndio andiko lile linatimizwa katika kitabu cha Wagalatia. Wagalatia sura 4. Lakini kazi ya sheria ni kutuleta kwa Kristo. Maana yake ugumu tulioupitia, unajitahidi wacha kudanganya, lakini wapi? Baadaye ndipo neno la Mungu linatuambia kwamba kazi ya sheria ni kutuleta kwa Kristo. Tukishakuwa kwa Kristo tuko huru, kwa kuwa Roho Mtakatifu anakuwa na sisi, na wakati uko pamoja na sisi, we live, tunaishi kwa imani. Hakuna moment ambayo mtu anaweza kaishi kwa mashaka kila wakati. Watu wameufanya wokovu kuwa mgumu. Watu wanahubiri injili ambayo inaturudisha kwa walimu waliokuwa wanafundisha mambo ambayo Paulo ameyakataza. Mpaka sasa kuna watu wanaambatana na miandamo ya miezi, siku, tarehe, wanatafuta utakatifu katika hivyo vitu. Haleluya. Haleluya. Kama sheria inaweza kukupa utakatifu, basi ingekupa na uhai. Lakini sheria haijawahi kumpa mtu uhai. Sheria inamuonyesha mtu makosa, na adui anatumia sheria ili uanguke kwenye makosa. Anaiangalia sheria, wapi umeanguka, ili ainue mashtaka juu. Lakini Yesu akasema, nimeifuta hati ya mashtaka. Biblia inatuambia kwamba aliangikwa msalabani, na alaniwe yeyote yule anayetundikwa juu ya msalaba, juu ya mti, kwa maana kila aangikwae amelaniwa. Maana Kristo alivyowekwa msalabani, alibeba dhambi zetu, alibeba laana zetu, alibeba makosa yetu, akatuita wana wa uhuru. Yesu hakutuita wana wa utumwa. Wagalatia sura 4 hapo chini, na sheria hajakuwa na uwezo wa kutawala. Hajawa maana uwezo wa kutambua, uwezo wa kufunguka, uwezo wa kuelewa. Huyu yuko chini ya sheria. Akishakuwa na huo uwezo, maana yuko juu ya sheria. Unaweza kushangaa, mimi nakuaje kirahisi rahisi? Hakuna hukumu inanihusu mimi. Inakuaje kirahisi rahisi? Lazima tujue kwamba Yesu hakufa bure. Ndio maana safari ya kwenda mbinguni ni safari ya uhakika kwa wale walioshika imani. There is a human act and there is a faith act. Kuna upendo unaotokana na roho. Shalom. Shalom. Wagalatia 5:22 na kuendelea pale.
Biblia inatuambia, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. 23. Upole kiasi, juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. there is no law. There is no. That's why you are free in Christ. Ni somo ambalo pengine sijui limekufikia kwa kiasi gani, lakini sheria inaeleza kiwango cha utakatifu ambao Mungu anautaka, ambacho hicho kiwango tunakiishi, tumepambana tunavyoweza, lakini kutokana na viwango vyake Mungu vya utakatifu ni vikubwa sana. Tunamhitaji Yesu kwenye maisha. Anaposema njoo ninyi wenye mizigo nami nitawapumzisha, maana yake anasema nini? Anasema ni pamoja na haya mambo. Tumezishika sana sheria, zinatushinda. Unapokuwa imba I surrender everything to you, maana yake nini? Maana yake unampa na yale yaliyokushinda. Kuna watu hawajamwamini Mungu kwamba hata hicho ambacho kiko mbele yako unapita, unapenya, unashinda. Siri ya kuishinda sheria ni imani, na imani inakwambia unashinda hapa, unapasua hapa. Haleluya, haleluya. Nimefikiri kwamba tukisoma mstari hadi mstari tunaweza tusimalize. Ndio maana jaribu kusummarize. Bwana asifiwe. Haleluya. Paulo anazungumza kwa uchungu sana. Alisema ole wenu ninyi ambao mnafundisha injili nyingine. Hii injili nyingine ni ipi? Na leo tumekosa injili ya kweli mpaka makanisani. Leo tunakosa injili ya kweli kila mahali, na watu wanazidi kupotea. Watu hawaokoki, watu hawapokei wokovu because hatujaelewa neema imekaa katika upande upi, neema imepanuka kwa kiasi gani. Nimekuambia kwamba upendo unaotokana na Roho Mtakatifu, huu upendo hauko chini ya sheria. Na ndiyo maana wapendwa wanaweza kuwa na upendo wa Roho Mtakatifu na wasio na makosa. Kuna somo fulani la mahusiano. I can tell a boy kwamba kama unapenda, penda kupoteza. Ili upate. Ukifikiri kama unapoteza kwa upendo, yani moyo wako uko free, that I love somebody, lakini usiseme lazima kwa sababu ninampenda lazima I provide something. Hapo utalia. Hapo utalia. Ndio maana Yesu akasema anayetaka kunifuata ajikane. Anayetaka kutokuipoteza nafsi yake ataipoteza, lakini akitaka kunifuata fanye nini? Ajikane. Hichi ni kitu ambacho yani ni kama wanaona kama Yesu anawadhulumu jambo, lakini kumfuata Kristo ndiyo kupata. Tunaposema upendo ni baina yetu sisi. Tangu Yesu alipofanya kazi msalabani, Yesu alisema imekwisha. Ndio maana atakuwa na nguvu ya kuweza kuwahukumu wote ambao hawajamwamini. You know, Yesu hata hukumu ambao wana imani, lakini atadili perpendicular na walioshika sheria pasipo imani. Wote unaoweza kuwaona wakihesabu utakatifu katika muhimili wa sheria, wote Yesu atamalizana nao. Amesema imekwisha, maana yake muamini tu, imekwisha.
Paulo alipomaliza kufundisha, ameondoka tu, anarudi, anakuta wanawaambia haiwezekani kuitwa watakatifu pasipo matendo ya sheria. Ndio maana alirudi kwa Wagalatia kwa masononeko. Listen to me. Nasema tena, soma kitabu cha Wagalatia. Sio hicho tu, vitabu ni vingi. Warumi sura ya 8 mstari wa 1. Tulioko ndani ya Kristo hatuko tena chini ya hukumu ya dhambi. Hatuko tena chini ya mauti, tuko juu. Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8. Sasa basi hakuna hukumu ya dhambi juu ya walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize, sheria ya Kristo ni ipi? Aliposema nalikuja kutimiza Torati, alituachia sheria moja inaitwa upendo. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 2. Akasema tubebane, mizani ibebane. Sasa anatuambia sisi, si anatuambia kwamba ni sisi na yeye. Tayari sisi ameshatupenda, na ukishamwamini huko nda yeye anaambatana na wewe. Lakini kwa ajili ya mimi na wewe tunatakiwa kubebana katika upendo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna issue ambayo Mungu tunaona anasafiri nayo. Kutoka anazungumzia habari za aina mbili, upendo kwake na upendo kwetu sisi na sisi. Lakini hapa anakuja anamaliza upendo kwetu sisi na sisi. Alafu anakuja anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Manake hajaziondoa. Hajaziondoa. Akasema atamleta Roho Mtakatifu. Huyu ndiye ambaye atatuongoza katika kila jambo. Ndio maana Warumi inatutangazia ushindi, inatutangazia uhuru. Haleluya. Haleluya. Wangapi mmepata kutuelewa? Kama una maswali, kiongozi yeyote ambaye ananisikia hapa anisaidie kukusanya maswali na tutawatumia majibu. Mungu akubariki. Ninaomba kama usiondoke na swali, kama una swali liache kwa kiongozi huyu, tutaweka utaratibu wa majibu kuyafikia. Biblia ni pana sana, inahitaji utulivu. Usisome kamstari kamoja tu ukalizika. Soma sana. Ukikutana na mstari unakusumbua, usiukimbie. Ganda hapo hapo mpaka uelewe. Baba, asante mfalme wa amani. Asante Mungu wa mbinguni kwa ajili ya siku ya leo ambao watu wako wamekuwa pamoja hapa tukikusikiliza. Baba, ukazidi kutufundisha. Baba, ukatuongoze. Wacha tuipeleke injili yako kwa watu ambao wamezishika sheria ambazo hazina msaada kwao. Hawapendi Bwana Yesu kuipokea imani yako, lakini kwa sababu hatujaelewa. Mungu, tukielewa tuipeleke injili bila kuogopa, kila mahali tukaitangaze nuru yako, tukakuinue Bwana, kwa sababu ulifanyika Pasaka wetu. Yesu, tunakuinua takatifu, mfalme wa falme. Baba, usinyamaze. Utufundishe tukiwa tumelala, utufundishe tukiwa tumesimama, utufundishe tukiwa tunatembea, utufundishe kila mahali katika jina la Yesu Kristo. Mungu, usinyamaze. Tunataka kuipeleka injili yako. Katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme, tunaomba na kuamini. Amen.